Umewahi kugundua kuna watu wanatabasamu unapofanikiwa, lakini kuna kitu kuhusu tabasamu hilo hakipo sawa? Wanakupa pongezi, lakini hawamaanishi. Wanasema wanafurahi kwa ajili yako, lakini nafsi zao zinasema vingine. Huo sio moyo wa kukudanganya. Huo ni wivu unajifunua wenyewe. Kwa sababu wivu hautangazi uwepo wake kwa kelele. Unajificha nyuma ya adabu, utani na msaada wa bandia. Na mara nyingi hautoki kwa wageni. Unatoka kwa watu wako wa karibu. Usipojifunza kuutambua mapema, utaendelea kuwapa nafasi watu wanaotamani kwa siri ubaki pale pale. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha dalili 6 za mtu anayekuonea wivu. Na kwa nini ufahamu huu ni jambo la lazima kama unapanga kuendelea kupanda juu. Twende kazi. Namba 1. Muonekano wa uso unaozungumza zaidi kuliko maneno. Zingatia mwitikio, si maneno. Unapomshirikisha mtu habari zako njema, ushindi, mafanikio, kupanda daraja, angalia uso wao kabla hawajazungumza. Tabasamu linalochelewa, macho yasiyong'aa, taa inayokaza kwa sekunde chache. Sekunde hiyo fupi ni ukweli, kwa sababu mwili hutenda haraka kabla akili haijaanza kudanganya. Mtu mwenye wivu huhisi kutishiwa na maendeleo yako, na hali hiyo huvuja kupitia sura yake. Anaweza kusema, nimefurahi kwa ajili yako, lakini uso wake tayari umesema ukweli. Mafanikio yako yanamlazimisha kukabiliana na kile anachokikwepa. Namba 2. Pongezi zilizojificha kama ukosoaji. Wivu mara chache hushambulia moja kwa moja. Badala yake, hujificha nyuma ya ukweli. Unafanya vizuri, ila usijione sana. Hiyo ni nzuri, lakini si jambo kubwa sana. Kweli hongera, mtu yeyote angeweza kufanya hivyo. Haya sio maoni ya kawaida. Hii ni sauti ya kutojiamini. Mtu mwenye wivu hawezi kukupongeza bila kupunguza uzito wa ushindi wako. Kwa sababu ushindi wako ukiwa mkubwa, ukosefu wa maendeleo yake unaonekana zaidi. Msaada wa kweli hauna masharti ya siri. Wivu kila wakati una neno lakini. Namba 3. Ukaribu wa kinafiki. Watu wenye wivu wanataka kujua kila kitu kukuhusu. Mipango yako, hatua zako, hatua yako inayofuata. Wanajifanya wanajali, wanaunga mkono, wanashauku. Ila ndani yako unahisi kuna kitu si halisi. Hiyo ni kwa sababu hawajengi uhusiano, wanajilinganisha. Watu wenye wivu kusanya taarifa ili wasihisi wako nyuma sana. Sio kukusaidia, bali kujipima dhidi yako. Kadri unavyokuwa, ndivyo umbali unahitajika zaidi. Sio kila mtu anastahili kujua kasi ya maendeleo yako. Namba 4. Mashindano ya kimya kimya katika kila kitu. Watu wenye wivu wanapenda mashindano. Unaweka lengo, nao wanaweka hilo hilo. Unajiboresha, nao wanakimbilia kufanya hivyo. Unafanikiwa, wanajaribu kukushusha au kukuzidi. Au watakufanya uone mafanikio yako si kitu kwa kukuambia wengine wamefanya zaidi ya hayo ulionayo. Lakini hawasemi wazi, kwa sababu wivu ni mashindano ya kutojiamini. Hawataki kushinda, hawataki tu kujihisi duni. Na kama mtu hawezi kukuona unafanikiwa bila kutishiwa na mafanikio yako, hakuwa upande wako tangu mwanzo. Namba 5. Mwanga wako binafsi unawasumbua. Huhitaji hata kuzungumza. Nidhamu yako inawakasirisha. Kujiamini kwako kunawaumiza. Uthabiti wako unaanika visingizio vyao. Wanaweza kukutania kuwa upo serious sana, kukucheka kuwa umezidisha, kusema umebadilika. Hujabadilika, umewazidi kukua. Uwepo wako unawakumbusha toleo lao waliloliacha njiani. Na badala ya kuinuka, wanaanza kukuchukia moyoni. Usiwahi kupunguza mwanga wako ili kumfanya mtu mwingine ajisikie salama. Namba 6. Kusambaza umbea kama kisasi cha mafanikio yako. Wivu ukishindwa kushindana,
hushambulia sifa yako, wanapotosha hadithi, wanahoji nia zako, wanabeza mafanikio yako kwa siri. Kwa sababu wakishindwa kukushinda, wanajaribu kuharibu jinsi wengine wanavyokuona. Huu ndio wivu ulio dhaifu zaidi na unaojidhihirisha zaidi. Watu wanaokupongeza hadharani lakini wanakuhujumu kwa siri, tayari wamechagua upande wao. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.